Kutokea Mwananyamala katika studio za Barnaba, mahali ambapo tumeona taarifa zikiripotiwa kuhusiana na moto ambao umezuka, na tukamwona Barnaba mwenyewe akiandika mengi sana mtandaoni. Tuko na Mula Obo, miongoni mwa wasanii wake ama wasanii ambao wamekuwa hapa studio kwa muda mrefu toka inaanza kuanzia ukarabati na vitu vingine vingi, lakini pia kati hata moto unatokea Mula alikuwepo. Mula, poleni. Asante, nashukuru sana brother. Poleni sana. Unaweza kutueleza chanzo cha moto ni nini na ilikuwaje? Chanzo cha moto nitashindwa kujua, lakini kwa muda ambao nilikuwa ndani kipindi moto unaanza kutokea, nilikuwa niko na ndugu yangu producer, tulikuwa tumekaa, kuna kitu alikuwa ananirekebishia kwenye simu yangu. Kwa hiyo kipindi tumekaa kwenye coach, umekaa kwenye coach wetu pale studio, kuna namna unakuwa na main switch ya umeme na mlango unakuona kule. Kwa hiyo kipindi nimekaa pale, niliona pembeni kuna moto na reflect ndani kwenye vile vitambaa ambao ni mkubwa, ulikuwa unaonekana ni mkubwa ambao umeanza muda mrefu. Kwa hiyo kipindi namshtua ndugu yangu, bwana nini, kuna moto unaonekana huko ndani unaendelea kuwaka mkubwa. Baada ya kuona ule moto ni mkubwa, tulishtuka, tulitoka nje kwenda kushtua watu, kupiga kelele waje kutusaidia kufanya nini, kuuzima, kwa sababu kwa kuangalia kwa haraka tuliona tutaweza kufanya nini, kuuzima. Kwa hiyo tulitoka nje na ndugu yangu, watu wakawa wanakuja pia kutusaidia, lakini kipindi tunarudi ndani, kutokana na material ambayo yanakuwa yanatengenezewa studio, zile nini gypsum booth, zile sponge na nini booth. Kwa hiyo tulikuta moto umeshakuwa mkubwa, so tulishindwa kufanya chochote. Sana kwa mjafanikiwa kuokoa chochote. Yaani kwenye kuokoa kaka hatujafanikiwa kuokoa chochote, kwa sababu pia sehemu ambayo chanzo cha moto ulipoanzia ni mlangoni, na studio ni pale unapojua hapa studio kwetu amna mlango, ni mlango uko mmoja. Kwa hatukuweza kufanya chochote. Zaidi nilichoweza kuokoa ilikuwa ni simu, ilikuwa naiona kwenye coach kule kipindi moto mkubwa. Simu yangu nilikuwa nahisi kama ni simu yangu, na hiyo pia nimeenda kuiokoa, nilijaribu kuingia kujitosa pale, lakini pia ilikuwa ni simu ya ndugu yangu. Kwa hiyo nikawa nimempatia, kumbe yangu alikuwa ameshika yeye kipindi mimi ananisaidia pale. Kwa hiyo kwa mshtuko nilitoka na simu yangu. Kwa hivyo nilikuwa nilijua yangu, kumbe ni ya kwake. Madhara yote kwa binadamu? Madhara kwa binadamu hajatokea, kwa sababu tatizo lilianza kutokea ikiwa sisi tuko ndani, na ingekuwa sio zile vitambaa vile vya booth ambavyo vya studio, na maana tungeweza kuona mwanzo mapema moto. Lakini inaonekana ulianza muda mrefu, ulikuwa uwezi kureflect kwa sababu ya vile vitambaa, ulianza kuwaka kwa ndani. Kwa hiyo baadaye umeanza kuwa mkubwa, ndio kaanza kureflect kwa kama unaonekana. Mara mwisho na kufanyia interview tulikufanyia hapa ilikuwa kwenye hali ya usasa, vifaa vya kisasa, kwa vile vyote pia vimeteketea. Ningekangu kila kitu, amna hata project zetu, amna kitu chochote tena, kwa sababu hata kesho, na mimi nilikuwa nimekuja kwa sababu Blo alikuwa ameniita hapa kwa ajili ya kesho kuna press conference ya movie za Kikulacho, ilikuwa inabidi twende, na pia tumeailisha, lakini alikuwa ameniita kwa ajili kuna vitu alikuwa anataka tukamilishe. Kwa hiyo nimekuja, kipindi nimekuja nimepishana naye, na maana mimi pia nisingekuja moto ningeusikia tu. Kwa hiyo kipindi nimekuja hapa, yeye akawa ametoka, kabidi nione namsubiri. Kwa kipindi namsubiri, ndugu yangu akawa ananirekebishia ile simu, ndio ghafla tukaona ile moment ya moto pembeni una reflect. Pole sana. Studio mlikuwa ngapi? Studio tulikuwa wawili, nilikuwa mimi na ndugu yangu producer anaitwa V. Barnaba alipofika alikuta tayari umeshazima ama hali ilikuwaje? Barnaba akafika moto umeshakuwa mkali tayari, kwa sababu yeye pia kipindi tumempigia kwamba nini moto una nini unawaka huko, yeye pia ndo aliwapigia fire. Kwa hiyo fire ndo akawa anakuja, na yeye pia akawa nje anakuja. Kipindi amekuja naye tumesaidizana kwa muda mrefu, pamoja na majirani, watu wengi tulikuwa tunajaribu kuzima, lakini ulikuwa ni mkali kutokana na material ambayo tunakuwa tumetengenezea nini zile studio, moto ulikuwa unashika kwa kasi na ni mkali, unakuwa ni ngumu kuzima. Haujaleta madhara kwa majirani? Labda kuna jirani nyumba yake imeshika au sehemu nyingine? Kwa majirani hamna, kutokana hapa karibu nyumba asijakaa karibu sana, lakini ambao ulikuwa unakaribia kuja kama huko kwenye mabati tulikuwa tunazoea. Tumejitahidi kama kukatakata nyaya za umeme ambazo zinaingilia na majirani ili kutokuleta maafa makubwa. Nakumbuka wakati tunazungumza Barnaba alisema wewe studio ndio umefanya kila kitu. Hela alikuwa anatoa yeye, lakini wewe ndio ulikuwa unashinda hapa kwenye kuikarabati na kila kitu. Unaweza kutupa tathmini ya gharama inaweza kuwa kama ilitumia shilingi ngapi kuikamilisha? Gharama nitashindwa kuelezea, japo kwa maana muda mwingine anakuwa na fundi mwenyewe nini, lakini thamani ya studio sana unakuta vifaa na asset ambavyo anakuwa ameinvest ndani. Unajua vitu vinataka vidogo lakini vina madhara makubwa. Pole sana. Kilikuwa kijiwe chako, sehemu yako? Nashukuru tu, asante. Nyumbani, lakini ndio hivyo, najua Mwenyezi Mungu
ana maana yake. Nashukuru tu Mwenyezi Mungu kwa kila kitu.